kike. Akamua mama yake, akamkatakata, akaenda kutupia wapi? Choo. Kwenye shimo la nini? Choo. Huyo ni mtoto nini wa kike. Mwingine kijana wa kiume akamshughulika mzazi wake. Akamshughulikia kweli ili nakakisha muue ili alisi nini nyumba ile kwa si ni gorofa, kwa gorofa moja tu hata nyumba yenyewe. Akamaliza. Dar es Salaam jamaa akamua mke wake, akaleta na gunia la nini la mkaa, akamchoma mpaka ikawa majivu, alafu akaenda kupanda hapo kwenye eneo lao, akapanda na nini mgomba. Akapanda na mgomba. Kuna sehemu nyingine inawezekana ikawa ni Iringa. Jamaa ana nguvu sana, na mwanamke amechukua ndogo iko vizuri, ikamtime ikaona na hela, amezichukua sio anataka kuzipeleka kwao huko sio wapi, akasema huo ndo muda huo. Lakini jamaa lina nguvu, imekaa vizuri. Huenda limenipita kidogo mimi, maana na mimi niko vizuri. Asije ukaniingia hivi niko sawa. Akasubiriwa amelala, anaanza kulala. Kumbe imeshatarishwa nini kamba. Kafungwa vizuri. Alipigwa ile anajaribu kuinuka, amefungwa nini kamba. Kila akijaribu mpaka alikata moto, na pesa ikachukuliwa na watu zikaenda, ikawa ndo kwa heri maisha yake. Tunaona mwanaume amemua mke na mwanamke amemua nini? Usifikiri kwamba eti kwa sababu eti nimemua hana nguvu. Unaweza kawa kadogo kama kabinti kale. Ndio hivyo, kama kana kusubiri tu umekoroma. Kamba unafungwa kwenye kitanda huko, kisha achukua ligongo hapa kana kutandio. Ukijaribu kuinuka hamna, unapigwa tena. Unakata roho, unajiona hivi. Siku za mwisho. Juzi hapa Iringa amesikia. Mtu ameenda kwa mahubiri, wa watu nahubiriwa, tunaambia jamani mfuate Yesu. Kaambiwa bana tufanye mambo, tupate mambo kiungo cha kwenda kuchanganya huko tupate utajiri. Kaenda kumchukua mtoto mdogo sio miaka 6 hapo kwa mama yake. Ngoja nikakae naye, si namna gani nikakae naye kidogo. Nikakae naye kidogo, mtoto na nini. Baba akamchukua mtoto kweli, anajua na mama anajua yuko kwa baba yake, lakini mama yake alikuwa mahali fulani. Basi kenda mtoto mahali akapigwa msosi mzuri na nini, anapenda baba yake na nini, pigwa msosi nini na nini mzuri na nini. Siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu, kumbe usiku wamepanga. Ndio wakamshughulikia mtoto, wakakaua katoto kana sura nzuri. Nilikaona kwenye picha, acha tu. Wakakashughulikia, wakachukua viungo, na hatimaye vile sasa tunapotezaje ushahidi? Ndio kukatakata na kutupa kwenye nini? Shimo la nini? La choo. Tupa kwenye shimo la choo. Washachukua viungo, watataka wapeleke huko nje ya nchi huko, wakafanyie mambo yao. Hao ni watu ambao hawako na afya katika mambo ya kiroho. Sasa na kweli kale katondo hivyo, lakini damu ya mtu waga inawalilia, kama alivyoambiwa Kaini. Damu ya nduguye inafanya nini? Inakulilia. Na wale nao walipatikana. Imebaki tu ushahidi ujulikane namna walivyofanya. Lakini ndio walivyomua. Baada ya hapo mama watu wanahangaika, mtoto wangu yuko wapi? Amepotea. Sasa mbona ulipoti polisi? Ngoja niende nikaripoti. Yaani sasa wewe umeshapotea siku 2 3, alafu uende polisi. Mpaka nikukabekaba ndio uende polisi. Na polisi nao walivyo wajanja, wakisha nani ilikuwaje, wakihoji
wakishaanza mtu wa nani, wakishaanza mtu wana nani tu wana mashaka na wewe, wanakupeleka kule mahali, wanakuingiza. Utasema tu, utaeleza nini ulichofanya. Mimi niliingia hapo Central, bahati nzuri sikufika kwa wale jamaa. Niliishia tu nikalala siku ngapi nilikuwa hivyo. Kesho yake nikaachiwa, sikuingia. Ila niliwaona walioingizwa kule wakielezwa. Kule wanakuwekea mpaka umeme sehemu zote za mwili unazojua wewe. Fimbo zenyewe mgongo utakuja, wanakuja mgongo wenyewe utaona fimbo zimeenea. Hautoshi hapo, wanaanza hapo. Na ukitaka kutembea wanakupiga huko kwenye nini, magoti. Uweza hata kutembea. Utasema tu. Unapigwa kwenye shoti ya unaona umeme unakuzingua. Utasema. Wale walieleza, jamani katoto kale nikaua, twendeni waonyeshe. Kwa hiyo tunaposema kwamba jamani tunahitaji kuwa na afya ya kiroho ambayo ni nzuri, ambayo itatufanya tujue kwamba hatima yetu ya baadaye ni uzima wa nini jamani, wa milele. Haya mambo ya masumbuko ya kuuana, mtoto anamuua baba anamuua mtoto, mama anaua, yani tunauana tu sasa hivi, tunauana tu. Kwa hiyo hata unapolala unaangalia sio ni kikoroma, sio nitaamka, unamla gani, una wasiwasi, mwenzako na ana wasiwasi, ili jamani lilivyorudi kazini sio liko vizuri, inaniwaza au namna gani. Kwa hiyo inakuwa shaka. Lakini afya ya akili inatufanya tujue sisi ni wa dunia tujijue sisi na dunia inayozunguka, ambayo kwa kweli unaweza kujua tu katika Zaburi 24 pale, au Zaburi 24 mstari wa kwanza, au Zaburi 33 mstari wa 6 pale. Inatufanya tujifahamu sisi. Ukishakuwa vizuri kabisa kiimani, roho au kiroho, utajua hayo. Sasa tufanye nini ili kukuza hayo mambo? Maana tuangalia faida tumeziona nyingi. Yapo mambo matano tu ambayo unatakiwa kufanya. Moja ni kusoma neno la nani? La Mungu. Ili uimarike kiroho, soma neno la nani? La Mungu. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2 inasemaje? Namba 1, kusoma neno la nani? La Mungu. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2 inasemaje? Petro wa kwanza sura ya 2 ndio mstari wa 2 neno la Bwana nasema, ndio kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, ndio nitawadini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ndio ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Sawa. Katika yote mjue kukulia nini? Wokovu. Hayo maziwa ni neno la nani? La Mungu, ambao ndio nini wokovu. Kwa hiyo usome, usijifanye wewe umekomaa, wewe bado ni mtoto nini mchanga. Usijifanye mimi najua sana, mbona nimesoma sana neno la Mungu kwa mpaka kwenye umri. Wewe bado mchanga, ili imani yako ikue. Endelea kusoma neno la Mungu. Pili, tunafanyaje? Ni kuwa na maombi nyumbani, kanisani, kazini, maombi ya kufunga na ya pekee. Hayo ndiyo tunatakiwa. Wafilipi 4 mstari wa 6. Filipi 4:6 inasemaje hapo? Filipi 4:6 inasema, ndio msijisumbue kwa neno lolote, ndio bali katika kila neno kwa kusali na kuomba na kushukuru, ndio haja zenu zijulikane. Kusali na kuomba na kushukuru. Mungu amekutendea hili, shukuru. Umeomba, umesali, ushukuru. Pamoja na nini mwishoni amemalizia? Kusali, kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu zijulikane. Hiyo ndiyo kitu kwa Mkristo. Soma neno la Mungu, fanya maombi, na hayo maombi yawe ya nyumbani. Nafikiri Sabato moja hapa nilikuwa wakati wa familia, niliongelea zaidi masuala ya kuwa na ibada nini nyumbani. Niliweka vizuri kuwa kanisani kama ulivyo leo, ili imani yako uje kama ulivyokuja wewe, na kushukuru leo ulivyokuja wewe. Ina maana unaimarisha afya ya roho yako uliokuja kanisani.
Lakini tunatakiwa ukiwa kazini na kwenyewe fanya nini? Maombi, uombe sana. Na itakusaidia uko kazini. Mimi kazini kwangu ndio kama hivi, nilikuwa naambiwa na mzee wa kanisa kwamba bwana yeye mko zamu idara ya afya, nende huko. Nikasema sasa naambiwa tuende na watoto wetu. Sasa mimi nikaangalia hapa niko kazini sina watoto. Nikakuta watoto wako hapo. Hawita mmoja hapo, kuja. Mwambie wenzako